marathi na mbere thiini wa mucio wa Nairobi County ya Nairobi kwerekanaga niguo mucie wa gatatu thiini wa thi uria ukoragwo utanyitwo ni mabururi maingi muno tawo Michael Jenga umuthenya ni juga ni thayo karibu sana thiini wa tabarira ya Kiririmbi Jabaira Green riu uyu niwe Ngabana wa mbere aria angi moime thutha tureta magavana mothe 46 mwake merorera Kiririmbi ene na tuguka okwa mundu nitwe ndagitari Irungu Akang'ata ni arenda tuthie Ngabana wa kuria Nyeri ni arenda tuthie kuguo no tuguka matwita tutigwituma matwita tuguka ni tugwitika asanti sana oto mutugo hwaine wa umuthi turenda kunyita mugeni wito karibu sana your excellency. Asante sana. Karibu. Sasa leo tuko kwako. Karibuni sana Nairobi. Asante. Na tuweke hii vizuri. Kiririmbi lazima uweke kuni yako. Kae mzuri. Hiyo iko sawa. Iko sawa. Imewaka. Karibu. Asante sana. Karibu. Wayora. Gavana, mambo vipi? Karibu sana. Asante sana. Yes. Sita father. Karibuni Nairobi. Mnakuwa Nairobi lakini hamko kabisa. Kabla tukae. Asante. But asanteni sana. Tunashukuru. Thank you. Na asante kwa kutualika na kuitikia mwaliko wetu pia. Asante sana. Katika Kiririmbi. Geithia erole hwaine wa umuthi. Muriega jetago Sakaja nini gavana wa Nairobi niguria tuwanyu kuma tene tangu na nilianza zamani na watu wetu ambao wanaangalia Kiririmbi wakati wa TNA nikiwa chairman nilikuwa najiintroduce kama shaimani wa kiama kitu kia TNA na hata kabla ya hiyo nikiwa na Rais Kibaki vijana na Kibaki na PNU hapo tukapatana na Rais Uhuru Kenyatta akiwa deputy prime minister. So I'm not in unfamiliar territory but na ndamushokeria gatho kabisa watu wetu ambao wanaangalia Kiririmbi. Singekuwa senator bila kura yao, singekuwa governor bila kura yenu, na so saizi na vile muambia ni wakati wa kushokea huko kurudisha mkono kupitia kazi na ile ahadi ambayo tulipeana. So I'm really honored so much to be here. I'm so grateful. Na I never lose an opportunity kusema asanteni kwa nafasi ya kuongoza. Mji wetu ni mji muhimu. I think mimi nilikuwa governor wa kwanza kuja Kiririmbi after first 100 days because Nairobi ni muhimu sana kwa mambo yetu yote, kuishi, biashara, na nafurahi kwamba mmenipa nafasi nyingine tena baada ya mwaka moja na nusu kuja pia kupeana update ya vile mji wetu unaendelea. Uhuru Park. Yeah. A lot of sentimental kwangu. Hapa ndo ulikuwa unafanya boat ride. Kwa sababu kutoka boat ride and then I remember Faith Evangelistic Ministry. Yes, mama wetu Teresia. Yes. Nilikuwa mfanyia sound. Tulikuwa na jamaa anaitwa Pato hapa. She is my mom kabisa. Wale watu tumeona wakiokoka, viwete tumeona wakitembea hapa, utatufungulia nini? In 1993 or 92 nikiwa kijana mdogo sana tulikuja crusade hapa with my mother. Na nakumbuka wakati huo ule ambaye alikuwa anahubiri sijui nani akamwangalia akamuita akasema nani amekuja na huyu mtoto, and that was me. So alikuwa muogopa, alifikiri labda niko na kitu mbaya. Kwa jamaa akasema hujui unatembea na nani, ataongoza siku moja, na akaniombea. I can't forget that day because a year later my mom died and I was I think 8 years old that time. So pia mimi kuna nostalgia. Nilikuwa hapa 27th August 2010 tukipitisha katiba mpya, ile bendera ikipanda mara ya kwanza at the highest point, ndio bendera kubwa kabisa katika taifa letu, kutukumbusha katiba yetu ni muhimu. So kulikuwa na kazi ambayo ilikuwa inafanywa hapa na NMS na jeshi, na ilichukua muda, walikuja bado contractor walikuwa hawajamaliza kama hizi toilets unaona. Now is when they're doing the handover. Next week, wiki ambayo unakuja, tuko na Battle of the Choirs. Wakati wa Pasaka tuko na kwaya karibu 88 kutoka makanisa yetu Nairobi. Watakuja hapa kuimba na tutakuwa tumefungua sasa uwanja. Kwa sababu tumefanya MOU yetu kabisa, tumemalizana na jeshi ili sasa wananchi waanze kuenjoy tena Uhuru Park yao. Nilitoa ahadi ya kwamba mwezi huu utaisha na tumengangana kabisa. Na itakuwa bure. Kuna wale wanasema ati tutakuwa tunacharge watu, hapana.
Tutakuwa tunaangalia ID kwa gate, tuko na control system, tumedeploy askari, tumedeploy kanjo wetu pia, officers pamoja na police. To make sure isikuwe pale tena ya wakora. Tumeka budget ya maintenance ili isiharibike. Na kuna mambo mengi hapa mtaenjoy. Asante. So urudi na rafiki yangu, wife, mpige boat ride mzuri, mtembee, mkumbushane. Shiko lazima. Shiko akuje. Asante sana, maswali mengi sana yameulizwa usiku wa leo, kuanzia madaktari, upande wa elimu, tutaenda pia tutaulizana biashara iko namna gani hapa Nairobi. Lakini kabla tufike hapo, Jabari, na hii sio water hyacinth. Hapana. This is called a lily pond. Lily pond. Hii si ati matawi ya hyacinth. Ni matawi ambayo ni special kwa pond. Na ni ecosystem, natural ecosystem. Hapo kuna unaweza sikia ndege zikiimba, pia kuna chura saa zingine. Those are frogs. No, those are crickets. Ambazo zina hiyo si frog inalianga hivyo kwenu. Frog ikilia sasa hizi utasikia unaweza hepa. Okay. Asante. So governor, kuna maswali mengi kibao hapa. As expected. Jambo la kwanza ni kwamba ni takriban mwaka mmoja unusu tangu uchukue usukani. Yes. Mafanikio ni mengi ama hakuna? Wewe ni governor wa 3. Labda tunasema tu Sakaja alikuja akapita tu, alikuja tu Sakaja akakuja city father. Mafanikio ni mengi. Na ningependa kushukuru tena watu wa Nairobi kwa nafasi hii. It's the highest calling of my life. Nimekuwa mbunge, nimekuwa chairman wa chama inayotawala, nimekuwa senator. Saizi kuwa governor ni jambo la muhimu sana, kwa sababu naona kwa maisha ya mtu ambao nimeweza zile decisions tunafanya, naona vile inabadilisha maisha ya watu. In 1.5 years tumekuwa na progress kali sana kwa sekta zote. Maybe by summary naweza sema labda kwa afya tumefungua zile hospitali zilikuwa zimemalizwa, lakini kulikuwa kuna kitu kienda saizi umoja tu. Kuna the first public eye hospital Kenya mzima. Hakuna public eye hospital lingine. Wale wenda Lions ni private, ile nyingine Kikuyu ni ya kanisa yetu ya PCA, lakini ya serikali hospitali. Na umuka juzi tulipofanya surgeries, the first month 330 surgeries. Kuna mzee wa miaka 91 alikuwa hajaona for 50 years. Alifanywa tu upasuaji simple, akaanza kuona. Akasema atoki hapo, jua kitoka labda itaisha. Mwambie hapana. Anaangalia kijana akasema Wahura unakaanga hivi. Anamuenjoy, but the joy, hiyo furaha ilikuwa kubwa sana. Tumefungua ICU ya kwanza Nairobi, kulikuwa kuna ICU. Tumefungua Mama Lucy blood bank, tumefungua neonatal ICU kule Mbagathi. Tulikuwa na hospitali ya Mama Lucy, sasa tumechukua, tutaifungua. It is bigger than Mama Margaret. It is bigger than Mama Lucy times 2. Tunamalizana kesho na waziri Nakumicha. Mambo mengi sana kwa afya inaendelea. Community health promoters ndio tulikuwa kwanza kuwalipa. 7,480 of them wako kila mahali Nairobi. Tulikuwa tunalipa 3,500. Tumefurahi sana rais wetu ameongezea sasa 2,500. Wako katika kila mitaa, around 750,000 households wanaangaliwa ile mambo ndogo. Watu wa biashara wamefurahi. Niliwapatia ahadi ya one license, unified business permit. Tayari tumetekeleza. Tulisema watoto wetu watakula, na najua tutazungumzia hiyo baadaye. Tunawalisha katika shule, 184,000 of them wanakula. So mambo mengi ile barrows. Lakini madaktari bwana, umetoa kauli ya kwamba utawafuta kazi. Sijui kama ni kesho. Daktari ambaye amesoma miaka 5, miaka 10. Mambo ya madaktari ni muhimu. Kwanza madaktari ni watu muhimu sana kwa society yetu. Na ndio maana mambo yote ambao wamekuwa wanahitaji kutoka mwajiri wao ambaye ni county ya Nairobi, tumetekeleza kama Nairobi. Unajua watu usahau ya kwamba health ni kitu ya counties. It is devolved. Yeah? But was it supposed to be devolved? Kuna watu wanasema kwamba Sakaja magavana wote hamtaweza. Tunaweza. Ukiona ile mambo inaendelea. Shughuli za madaktari zirejeshwe national government. Wale walipigania ugatuzi hitelefiano na wewe kidogo, hawatakubaliana na wewe kwa sababu mambo mengi yalikuwa haendelei wakati yote ilikuwa inapangwa hapa. Hii nyumba hii inaitwa Afya House hapa nyuma yetu. Maeneo mengi. Saizi kwa mfano kuna madawa katika hospitali yetu ya Nairobi yote. Na ikiisha hivi ama ikienda kuisha inaongezwa. Tulipata bili ya 185 million tulilipa, na tunazidi kustock hospitali zetu. Tuko na CT scan za kwanza hazikuwa Nairobi.
Ukienda Mama Lucy, Mbagathi, and we want to do placement kwa hospitali zaidi. So madaktari ni watu muhimu sana. Waligoma kwa sababu ya mambo kadhaa. Ya kwanza, mambo ya interns kuletwa kwa hospitali. Interns sio counties wanaleta, ni national government, you know. Number 2, mambo ya insurance. Walitaka comprehensive medical insurance. Nairobi has the best comprehensive insurance across the country. Kila mwaka natumia karibu bilioni 2 kwa staff wangu. Wako na insurance mzuri kabisa wewe na familia yako. Number 3, walikuwa na shida ya salary delays. Sio Nairobi, kwa makaunti zingine. Wa Nairobi wanapata. In fact, kama kuna daktari ama mtu wa Nairobi anafanya kazi na kuna pesa yako anakuambia tutalipwa, anakudanganya. Wanalipwa on time. So watu waadikie jenga kwamba wazikwambia je bado hapana, hiyo kanjo ya zamani. Ingine ilikuwa promotions. Watu wa Nairobi wanajua madaktari, the process we've gone to promote a certain cadre, a certain job group, ile common cadre zinaendelea. So ukiangalia employer wako hauna shida na yeye, but uko na shida, kuna wale uko na shida na employer mwingine. Kwa mfano, nyinyi mnafanya Royal Media, mkisikia watu wa Nation wako na shida wamegoma, mtagoma pia? Si wewe employer wako uko sawa na yeye? So naambiwa madaktari wetu wa Nairobi, watu wa Nairobi, mimi niko na contract nao kuwapatia afya. Tumeka pesa nyingi, the biggest budget. Hauna shida na sisi na tunakulipa. Sasa ugome to be in solidarity na madaktari wengine, yet mambo yako Nairobi iko sawa, but watu wetu wanakufa kwa hospitali. Juzi nimekuwa midnight, I took myself, nikijiendesha mwenyewe bila hata camera or anything or a bodyguard even. Midnight nikaenda Mbagathi hapa juu. Vile nilingia pande ya maternity, wale ambao wanasaidia nurses, unajua kuna cases wanafanya wenyewe. Lakini wakaniambia kuna mama ametoka hapa, alikuwa amedilate, hii ingekuwa emergency, hatuwezi. Tukapiga Kenyatta, wamegoma. Kabla tujue vile tutafanya, hiyo familia juu kubabaika, wakaita Uber, wakapeleka umama. I don't know if she survived or not. That might be a life loss. Na nikauliza hiyo familia, tafadhali, I want to know the situation. Nikatoka hapo, nikaenda Mama Lucy. Nikapata madaktari wawili watatu wamejitokezea, wamejitolea. Na kuna madaktari wazuri sana, despite the strike, wanatoka. Lakini unasikia union inakuja inawaambia tokeni, wachaneni na hawa watu. Because in solidarity with doctors elsewhere with an issue na national government, unasahau oath yako na watu wako na wewe employee wako kwa sawa nawe. Is it right? If I ask you. So, no, ni sawa kweli. Tuweke human resource kwa national government. Human resource ya nini? Hawa madaktari wae chini ya Ministry of Health watoke kwa county. Labda hivi ndio nakwambia shida zao za Nairobi. Hawana shida na Nairobi. So haina shida na Sakaja. Promotions tunafanya na kuna zile tumeshafanya. Walitaka wale walikuwa NMS mbeleni tu wa absorb. Tukamwambia hakuna njia kwa sheria inaitwa absorption. Because lazima nifanye kila kitu kwa kisheria. Si ndio hiyo? Ndio kuna daktari mmoja alikuja akasema, Gavana Sakaja, wewe nakupenda, nilijua nitakupigia kura kama ukiwa senator na nilijua nitakupigia uwe gavana wetu na umekuwa gavana wetu. Si utu absorb tu. Nikamwambia kama ulijua utanipigia kura na nafaa, mbona basi nilienda kwa kura? Kwa sababu kuna sheria, kuna njia ya kukuwa gavana. Pia kuna njia ya kuandika daktari. Kuna process. Hao waliandikwa na Public Service Commission na NMS. Tumesema they'll get the first priority. Tuka advertise, waandikwe. Hao wenyewe ndio wakatupeleka kotini isimamishwe. Na hiyo kotini hiyo kesi wakashindwa. Koti ikasema strike is also illegal na hauko kazini. So kwa sababu niko na contact na watu wa Nairobi. Mtu wa Nairobi anataka kujua kuna madaktari ameniandika kazi kufanya hivyo. So wale wanataka kufanya na sisi waje kwa hospitali. Kwa hivyo wale wanaokutazama ili jenga endelee. Wale wanaokutazama warudi kazi siku gani? Warudi kazi saa hizi. Hospitali zetu 24 hours. Because umetoa statement ya kwamba nilisema nitatumia ile procedure. Kuanzia lini? Kuanzia Monday. Monday ni kesho. Rosio no kabiriria kwa dekado. Rosio because it is absconding duty. Ukikosa kwenda kazini siku 9, sijai kosa. Ukikosa hautaambiwa kitu. Sijai kosa. Na una sababu ya kutokuwa kazini. Because we are public servants all of us. Unalipo na wananchi hao ambao ni wagonjwa na kulipa. Hauna shida na mwajiri wako, lakini wenzako wana shida na mwajiri wao. Uache kazi yako kwa sababu ya shida ambao ni ya interns in the national government. Yeah? Which they're saying they are sorting it. Na wasema, as we are sorting it, Justice Baira Mungai alisema, as these things are being resolved, murudi kwa hospitali. Si tuko na sheria Kenya. Kwani na rais kupiga simu wewe
Sakaja usifute hawa watu kazi? Mimi nafuata sheria. Nafuata sheria. Sitaki kuvuta mtu kazi, nataka watu wafanye kazi. Na since watu wangu wanataka madaktari, kama wale tumeandika hawataki kuwa hapo, siniandike wale watakuwa hapo kufanyia watu wetu kazi. Utatoa daktari wapi? Ni wengi. Inachukua muda. No, ni wengi wameapply. Tuliweka positions 116, we got almost I think 500-600 applications. Qualified demos. Na sasa ambao wenye wanataka kuja kufanya kazi. Yeah. Tayari. Yes. Kuna madaktari, they want to work for the people. Kuna wengi. Wanaambia no, please wacha turudi kazi. Unaona wanasikia vibaya. Hakuna nataka kuwafuta kazi ili uajiri ambao utawalipa kidogo. Hapana. The salary is in scales. Kuna SRC guidelines. Tuko na tayari CBA yetu ambayo tuko na madaktari. Au lipi mtu kazi ati kama casual vile unataka. The actual skills ambao wanafaa kulipwa. Kuna wale walikuwa universal health care. 143 of them. Nilisema pia lazima waje because si nzuri kuna madaktari wawili ama nurses wawili ama clinic officers wawili wanafanya the same job lakini wanalipwa tofauti. Nilisema no, tutafute budget wawe na mshahara the same. I really want the best for my doctor. I also want more than that, the best for my people of Nairobi. Ungekuwa mimi ungefanya aje? Wewe na familia yako unapogonjeka unaenda hospitali za county? Tunashukuru Mungu atugonjeka sana. But my work is to make sure the hospital ya county pia is as good as to do that. That is what I'd love. But tunashukuru Mungu kwa afya. Unajua afya inatoka kwa Mungu. Unaweza kurecommend si twende? Yes. Bagathi? Yes. Uko daktari? Bagathi, Mama Lucy, Pumwani is now possibly the best maternal hospital. Nimekuona hizi hospitali. Yeah. Kwa siku kadhaa jana, juzi pia ulikuwa huko. Yeah. Tueleze tu ni nini ambacho ulikuwa unaenda kuangalia? Nenda kuangalia vile wananchi wanahudumiwa, kuzungumza nao, kuona daktari wangapi wamerudi. Na wengi ambao wamerudi, ukiona hata kwa picha ambazo nilitoa, si kuwapiga picha kwa sababu hawataki kuonekana na hizi union, ionekane ni kama ni wasaliti. Lakini kwa conscience yao, kwa roho yao, wanaona wanakosea wananchi na wanakosea mwito wao. You know? Kuna wengi tunazungumza nao. Unajua tuko na neonatal ICU ambao kuna watoto premature wale wamezaliwa kabla ya muda wao. Wako kwa incubators. Inaitwa nursery hiyo. Hiyo incubators wanawekwa hapo, wanafaa kuangaliwa throughout. Nimefurahi sana kuna madaktari wanajitokeza bado. Na hao nitawapatia zawadi by the way. How many? Scale of 10? By Friday, level ya Friday was around 60% walikuwa wamerudi. No, Thursday, I think Friday. The next day kulikuwa na match wanatembea. So wengi ambao walikuwa au kuja hospitali walienda kumatch na wengine in solidarity. Jana leo wamekuwa kwa hospitali wengi. Yeah, a good number. So I have nothing against you. So I really want them to work right now. Yeah. Would I be treated? You will be treated. Yeah. And I would advise you, uko na kamera na hivi tu. After this show enda uangalie. I thank my doctors. Na hospitali unajua tulibadilisha mfumo. Tuliweka CEOs. Unajua zamani hospitali ilikuwa kama level 5 inaongozwa na medical superintendent ambaye ni daktari ama muuguzi ambaye amepatiwa management duty. So huyo medical superintendent anajua mambo ya afya. Lakini nilisema acha nilete CEO, anaweza kuwa pia ni daktari, lakini yeye anafikiria kama chief executive officer. Kama hapa Bagathi. Bagathi kuna CEO. Anafikiria kutoka kwa gate. Akifika hapo, line inaenda namna gani? Hospitali vitanda ziko, choo iko wapi, kioo iko. Anafikiria 360 degrees. Supply chain iko namna gani, human resource. Na vile nimeleta madaktari, my friend, I have seen a huge, all my CEOs, I've seen a huge difference. Like painting, hata paint, wanafikiria hata neatness, maua, hata neatness, maua. Hao madaktari wetu wako na mahali ya kunywa chai, wako na mahali ya kula yao separate. Workload iko aje, attendance. You know, it is an institution. So sasa CEO, kuna CEO. Alex Rungu wako hapo Bagathi. Kuna Christina kwa Pumwani. Ukienda Mama Lucy, kuna Alfred Martin Wekesa. Doing an amazing. So they are not doctors. Some are doctors, some are not. Qualified. Kuna moja kuna PhD ya hospital management. Yeah? It's actually a course that is studied. And because of that, hata hiyo hospitali nyingine ambayo tunachukua ambayo inarudi kwa Nairobi, junior Nairobi, ambayo inafaa kuchukua population ya hapo Korogosho, Kariobangi, Embakasi North, 2 million people around there. Mama Margaret
I'll take one of the CEOs ashikilie, we bring it up to speed, we hire a new CEO. Because afya unajua kumekuwa na shida, na nashukuru sana rais wetu akaangalia ma health insurance na mambo kama hiyo. Unapata watu wamejaribu kwa familia yao, wamepata plot, wamenunua ng'ombe, wameanza biashara, mtu mmoja anakuwa mgonjwa, unapata cancer. Ukiangalia simu yako uko kwa grupu ngapi ya Harambee ya kuchangia mtu kwenda hospitali ama ende India? It is too much. So what the president is doing is the right thing. Vile ilikuwa zamani, wewe unalipa NHIF 500, ule anafagia hapo nje analipa 500. Hiyo 500 yake is a big percentage ya mshahara yake. Na mimi nalipwa labda mshahara ya governor maybe around 700,000-800,000 ama 1 million. Nalipa the same na huyo mtu mwingine. Is it right? In terms of percentage. So you kusema the same percentage for everyone. So 2.7% yule akona mshahara 20,000 na pia 2.7% kwa mshahara wangu. It is fair. Lakini mbona wewe uko na mzigo zaidi? To whom much is given, much is expected. And let me tell you, tukiwa na hizo resources, tukisort out health financing, tutasort out mambo ya information system. Unapata mtu ameenda Mtwini ambao sasa tunabadilisha iwe Mama Rito Ruto. Yeye pia ametafuta wafadhili waje waijenge kabisa. Mtwini Hospital. Iko eneo gani? Iko Dagoretti South. Okay. Ya Mtwini. Ameangaliwa na daktari. Amepewa madawa. Anaona zimpeleki mzuri. Kesho anaamka anaenda Bagathi ama ende Riruta ama ende popote pengine Tasia. Asemi ile dawa amepatiwa, hasemi ameangaliwa, abadilishe story yake, apewe dawa tofauti, zianze kugongana, unapata mtu tumempoteza sasa. No matter where you go, x-ray yako iko kwa system. Jina yako iko kwa system. Tunajua umekuwa unaangaliwa. No, health management information system. Telemedicine ni tofauti. Telemedicine ile si lazima uje kwa hospitali. Unapiga simu, una explain, madaktari wanashika, wanajua hizi symptoms ni nini, wanakutumia mudu. It's using a technology. Kwa hivyo unasema tena Mama Lucy nimevunjika mguu kwa mfano. Yes. Nimepigwa picha, nimeambiwa iko hivi. Yeah. Lakini nipewe madawa nisikie anipeleke vizuri. Nikuja Mbagathi. Yes. So ile report ya Mama Lucy itaonekana. Ukishatoa ID yako hivi tu itakuja. So we've implemented it and we're doing it in the ministry with the inaitwa Afya KE. So tumesha implement it in Mama Lucy Hospital. Wamefanya pilot zao of that HMIS. The next one is Mbagathi ambao wameanza. Tulikuwa na trainers wametrainiwa, sasa wana train hizo hospitali zingine. Tuko na primary care network. So hospitali moja kama Mbagathi inashikilia hospitali zingine level 4, inashikilia Kianda 42, inashikilia zile ziko Kibra, zinaenda hivyo mpaka that one in community health volunteer. So ni primary care network. That is how we are looking at it. Okay. So no matter naomba madaktari wetu, please come, even as we talk work, let's have trust and goodwill. So just talk to them. I've been talking. Hata hiyo siku tuliongea nao. Na sasa tunaongea, no wanarudi, lakini wanapigwa pressure, tokeni kazi kesho. Tafadhali kujeni kazi kama mnanisikiza. Kujeni kazi kesho. Lakini hutawafuta kazi. See, that is the last resort. I don't want to. But I want to treat. Hata kama tulikuwa abscond duty. No, hapana sisi wafuta. Hapana. Watu uteleza. And they have a right. Katibu, mimi nimekuwa chairman wa labor kwa Senate. Nimekuwa chairman wa labor kwa COG, nikachia Gavana Mutahi Kahiga. Niliona kazi ya Nairobi, siwezi kuwa chairman COG na pia kwa county. Unajua COG tuko na different committees. So I left it. Said wacha ni focus na Nairobi. But niko kwa hiyo committee. And I know the labor rights. I know our labor laws. The right to associate is there. The right to picket is there. But there are procedures. Na sasa labor court inasema hapana. Hii strike, call it off, mrudi. Pia tusikize kotini. Tusiende tu kotini, tutake a judgment in favor of us. Yeah? But ultimately, unajua mgomo ya madaktari si kama ya matatu. Ama kama ya maaskari. You know, it's different. It's life and death immediately. Yeah? Kuna mtu ambaye tofauti yake kuishi na kufa. Ni daktari kuwa masikue hapo. No. So kama wewe ni daktari na mambo yako yanaangaliwa, please rudi. Sawa. Nataka tupunga unyunyu kidogo toikerie o hanini. Tugicoka ni gutwira atiriri. Ndona wikirite thaa igiri. Wikirite thaa igiri niki. Asa sio ku floss ya kwanza. Hii ni saa tu ya kawaida. Lakini hii utatuambia. Oh, is special one. Sio bling. Yeah, kuna mizi mde mabling. Kama gavana aliyekutangulia. Tunataka tukirejea tutakuwa tukiangalia pia
hali ya elimu katika kaunti ya Nairobi. Okay. Elimu iko vipi? Mambo yanaendeleaje? Watoto mwapatia chakula? Je, ni chakula tu ama ni mambo yapi ambayo yanaendelea? Ni tabarira ya Kiririmbi ni session ya Inoro TV. Ni ngatho nyingi muno ni guthi na mbere na guikarania na ithwe. Guku ni anjia gutata no ngai akiri o giti-ini ni tukumenyera tugwika tuikirie coke kaida atari kunene.